Bwana mzigo unaanza kumuonesha mwamba anaitwa Chazi. Jamani kipofu, lakini leo inakuwa siku yake ya bahati sana, yani maana uwezo wake wa kuona umerudi tena. Mwamba akaona hili ngoja alifichi ili aje msurprise mke wake ambaye anaitwa Ivy pamoja na mfanyakazi wake ambaye anaitwa Ana. Mjomba akatinga miwani akavunga kama kipofu vile. Ana yeye ndo anaingia hapa, anamwambia Chazi ngoja kamwandalie chakula. Mwamba akakubali, lakini hakuonesha dalili zozote kwamba anaona. Alitaka hiyo surprise kwa wote mke wake atakaporudi kutoka kazini. Baada ya muda kidogo kupita, bidada Ivy anarudi nyumbani, lakini alikuwa amepatana na mchepuko wake. Bidada anamtambulisha mchepuko wake kwamba ni mfanyakazi mwenzake na kwamba wamekuja hapo nyumbani maana kuna kazi ambayo inabidi waifanye. Mwamba alikuwa anawaona, lakini wenyewe hawajui kama hata hivi ana uwezo wa kuona. Wakaendelea kushikana tu, wao wakidhani Mwamba hawaoni, kumbe jamaa anawachora tu. Kisha baada ya hapo Ivy na mchepuko wake wakaenda chumbani. Miamba wanapeana roda tu. Sasa Mwamba akamuuliza Ivy kwamba mume wake asije akawa ameshtukia mchezo. Ivy akamtoa wasiwasi Mwamba, akamwambia anamjua mume wake vizuri, hakuna chochote ambacho anaweza kushtuka. Miamba wakaendelea kukimbisha tu kitandani. Sasa tukio hili limeshamkata mudi Chazi. Ana anakuja anamwambia Chazi chakula tayari, aende mezani akale, lakini Mwamba akagoma, akasema ajisikii tena kula. Mwamba anaonekana ana hasira sana. Bidada akambembeleza sana Mwamba ili akale kisha ameze dawa, maana daktari alimwambia dawa anazotumia ndio zitarudisha uwezo wake wa kuona tena. Bidada anaonekana anamjali sana Mwamba. Basi Mwamba akakubali, akaenda kula. Basi baada ya kula Mwamba akaenda chumbani kwake, akajifanya kama amekosea chumba hivi. Ivy akatoka akamuuliza alikuwa anaenda wapi. Mwamba akasema alikosea, alipokuja sipo alipokusudia. Basi Ivy akampeleka Mwamba alipotaka kwenda, na baada ya muda kupita bidada na mchepuko wake ndio wanatoka na kumwaga Mwamba. Mwamba naye akaitika tu kuonesha hajashtukia chochote, ila kumbe anawachora tu. Kesho yake Ivy anaonekana ameshajiandaa ili aende kazini. Chazi akamwambia mke wake walikubaliana kwamba leo atampeleka hospitalini kwani yeye ana appointment na daktari. Bidada akamwambia yeye yupo busy, akamwambia amwambie Ana ampeleke hospitalini. Chazi akamwambia Ivy Ana hajui kuendesha gari, lakini baadaye Mwamba akamwambia mke wake yeye aende tu kazini, yeye atajua atafanyaje kufika hospitalini. Mwamba alikuwa akimpima mke wake kama bado anamjali, na hapa ashagundua kwamba bidada hamjali Mwamba. Baadaye mfanyakazi wa Chazi anakuja kumwona bosi wake, na hapa anampa taarifa za maendeleo ya kampuni yake. Pia Mwamba akampa taarifa kwamba ofisini watu wameshaanza kushtuka, kwani Mwamba tangu apate ajali hakuna mtu yoyote kwenye kampuni anajua zaidi ya huyu Mwamba. Chazi akamwambia Mwamba yeye atajua cha kufanya. Basi Mwamba akamwachia mafaili ya kazi, Mwamba akaondoka. Baada ya muda kidogo Chazi anaonekana akiyakagua mafaili. Ana naye ndo anaingia. Mjomba akavaa miwani chapu na kujifanya alitaka kuinuka, hivyo Mwamba akamwomba Ana amsaidie. Bidada naye akaenda kumsaidia bila kujua Mwamba alikuwa anaona na alikuwa anasoma hayo mafaili. Baadaye bidada na mchepuko wake ndo anaingia hapa, na wajomba wakamkuta Chazi akiwa amelala. Miamba wakafurahi sana na kwenda kujirusha tu, kumbe Mwamba alikuwa hajalala, alikuwa anawachora tu. Mwamba wakaenda chumbani wakakiwasha kisha wakatoka. Basi huku nyumbani kwa Ana, Father House amekuja kumdai kodi. Mwamba anamwambia Ana kama hawezi kulipa kodi basi afanye ahame tu. Ana akamwomba sana amvumilie mwezi mmoja atamlipa. Basi Mwamba akakubali, lakini akamsisitiza bidada ajitahidi aweze kumlipa hela yake. Ana yeye anaishi na mchumba wake. Mwamba anaitwa Alex. Jamaa ni mzee wa kubeti tu, anatandika mikeka kila kukicha. Ana akamwambia Alex inabidi walipe kodi. Mwamba akamwambia Ana asijali ataisolve, maana kuna mchongo anaosikilizia. Akamwomba Ana ampe $100,000 aweke mkeka. Mwamba anaamini atashinda tu. Ana akagoma sana, maana ni pesa yake ya akiba, lakini kwa sababu alikuwa anampenda Mwamba akaamua kumpa tu. Mwamba akaenda kubeti. Siku nyingine tena Ivy anakuja na Mwamba mwingine. Huyu jamaa anaitwa Clinton. Hapa bidada anamtambulisha Clinton kwamba ni mpwa wake na Mwamba ni mwanasheria, hivyo amekuja kwenye huu mji kwa ajili ya kazi. Bidada akasema atakaa naye kwa muda kidogo. Chazi akampokea fresh tu mzee baba, ila Mwamba akajua kabisa huyu ni mchepuko wa mke wake, lakini akavunga tu, akampokea vizuri mzee baba. Wajomba wakanajiachia sana kwenye nyumba ya Chazi wakiwa wanajua kwamba Mwamba haoni, kumbe Chazi alikuwa akiwachora tu. Ana pia akawafumania. Ivy akamgombeza sana Ana kwa
kuingia bila ruhusa yake chumbani, lakini hata hivyo wakachukulia simple tu na mahusiano yao yakaendelea humu ndani ya nyumba ya Mwamba. Chazi yeye anaangalia tu, anashangaa sana jinsi mke wake alivyobadilika. Sasa baada ya lile tukio la fumanizi, Hana yeye akaenda kumhadithia rafiki yake. Rafiki yake alimshauri Hana amwambie bosi wake, lakini Hana aligoma, hataki kuvunja mahusiano ya watu. Hana akiwa nyumbani, mwenye nyumba anakuja. Leo ndo siku ya kuja kuchukua chake. Hana akamwomba Mwamba amwongezee muda kidogo. Mwamba akakubali, akampa wiki moja tu awe amelipa hela yake yote. Hana akashukuru sana, akamwahidi hata wiki moja haitoisha atakuwa amemaliza kulipa deni lake. Hana akiwa kazini kwake anaonekana ana huzuni sana, mpaka Chazi akamuuliza na shida gani, maana siku hizi amekuwa mkimya sana. Hana hakumwambia chochote bosi wake, lakini Mwamba alikuwa ameshafuatilia na akajua kwamba Hana anadaiwa kodi, hivyo Mwamba akawa amemlipia kodi yote. Hana akamfuata bosi wake na kumshukuru sana kwa hili jambo. Chazi akamtuliza tu Hana, asijali kwani yeye alishamsaidia sana huko nyuma. Baada ya siku chache kupita, Ivy anamuaga mume wake na kumwambia yeye na bosi wake wanaenda safari ya kikazi, wanaenda mji mwingine kabisa. Chazi akamruhusu mke wake. Mwamba yeye bado anamchunguza mke wake tu. Baada ya Ivy kusafiri, ukaribu wa Chazi na Hana ukazidi kuongezeka tu. Mwamba akaanza kumkubali Hana maana anamjali sana. Hana akiwa katika pilika zake mjini, bidada akamuona Ivy akiwa anatokea hotelini na mwanaume mwingine. Bidada akashangaa sana maana Ivy alimwaga mume wake anasafiri kikazi. Kumbe bidada yuko hapa town anatembezewa vilungo tu. Bidada aliporudi nyumbani hakumwambia chochote bosi wake, yeye alivunga tu. Bidada baada ya kuridhika na mikono ya nje, bidada ndo anarudi nyumbani. Chazi akamuonesha Ivy picha. Kumbe Mwamba alimtuma mtu amfuatilie mkewe. Bidada akajua ni mchongo aliofanya Hana, lakini Mwamba ndo akaonesha mapicha yake kwamba alikuwa anaona kila kitu. Ivy na Hana wakashangaa sana, kumbe Mwamba alikuwa anaona na alikuwa anawachora tu. Mwamba akamtimua bidada nyumbani kwake, kisha Mwamba akaanza kutupa ndoano kwa Hana. Akamwomba Hana awe mke wake, lakini Hana akachomoa maana na yeye ana mpenzi wake na anapendana sana, mzee wa kubeti yule. Huko nyumbani kwa Hana, bidada anamfumania Mwamba, kumbe naye alikuwa na mchepuko wake. Bidada aliwaka sana na kujua kwamba Mwamba pesa zake zote alikuwa akimlipia kodi mchepuko. Bidada akaamua kuachana naye. Bidada akarudi kwa Chazi, huku wakakutana wote waliopigwa matukio, wakajikuta wanapendana sana. Hana naye akamkubali Mwamba, penzi lao likawa la moto bwana. Na huo ndo mwisho wa chuma chetu bwana. Usisahau kusubscribe, kulike na comment katika channel yetu. Mpaka wakati mwingine, bye.